hawajui kama kuna Simba ngano. Umeona hii? Ili watu waone. Hiyo hapo Simba Premium. Sawa? Wameiona hiyo? Unga wa ngano huu. Si naona na huu ndio mdhamini mkuu wa Simba Queens. Huu tayari watu washautumia hichi kiroba setu nacho. Ambaye watu tayari unga washautumia, kiroba setu tumekichukua hiki hapa hiki tunacho. Kwenye hiyo logo umeiona hiyo? Ndio logo hii hapa kasoro tu haina Simba Sports Club ndio hajaweka hiki. Lakini huko manake kama kuzuga tu. Mind game lakini ndio uhalisia huo. Hiyo sio logo ya Simba au sio Simba huyo? Logo ya Simba. Mbona kwenye kampuni yake kuna logo ya Simba? Kwenye kampuni yao kuna logo ya Simba? Ipo? Kampuni yao ni hii hapa. Kuna logo ya Simba hapo, hii ndio kampuni yao. Umeiona? Kuna logo ya Simba maana yake hakuna. Kwa hiyo huu ni mwanzo. Ndio hicho nilichokisema hapa, kutaka kwenda kukodi, yaani kuichukua Simba iwe yake. Huu ndio mwanzo. Ndio maana tuliposema ukweli, watu wengi wakatujia juu, places zimekuwa nyingi, lakini Mwenyezi Mungu katoa majibu hapa hapa. Mwenyewe kajibu. Hakujibu kule lakini kaenda kujibu jana. Kwenye sehemu ambaye ngumu kajibu jana. Sisi watu wote tunajua shida yetu ni kadi. Mimi kadi ninayo, lakini nataka wengine wapate kadi kama mimi. Ili tuwe nguvu. Sababu vijana tuko wengi kama mimi. Tukiwa watu 1000 kama mimi tuna nguvu. Simba yetu itakuwa wapi? Maana Simba yetu itafika. Leo sisi tumetukana, tumeambiwa wengine hata chapati hatuwezi kununua. Sawa? Hata kununua shati hatuwezi kununua. Tusubiri mpaka mtu atununulie. Kwa hiyo tunapambana ili tununuliwe. Tulipiwe kodi nyumbani. Ndio maana yake. Lakini kaja jana katwiti kwenye page ya klabu ka comment pale. Na mtu wake aliyomchagua kae kwenye nafasi ya bodi kwa sababu yeye ana majukumu mengi, yuko nje ya nchi. Kashindwa kumuuliza, kaenda kumuuliza mwenyekiti upande wa wanachama kati walikuwa wote. Kwa hiyo huyo ambaye alikuja hapo mwenyekiti wako wa bodi muamini. Kwa maana yake kaingia mkataba wewe hujui. Huyo ndio atakuwa umjaji, nimekupa dhamana. Mbona umeenda kuingia mkataba wa kutoa kadi wakati mchakato wangu niliokupa dhamana usimamia hujakamilika? Yaani angemuuliza yule, mijadala hata singekuwa mimi. Kwa sababu kamuuliza mtu wake, lakini kamuuliza upande wa wanachama, kwa nini usimuulize mtu wako? Kwa hiyo majibu kwamba mwekezaji Mohamed Dewji tajiri hataki wanachama wapya Simba. Alikuwa anataka hawa atupushi na sasa hivi tukiambia kwamba huyu atoi hela watu hawaamini. Je, jiulize kama watu wameingia mkataba na hizo kampuni kutoa kadi za wanachama, wewe unasema hujui mpaka unauliza transmission. Maana wewe uko wapi? Na una watu karibia 10 huko. Umewapa kazi kusimamia pesa zako. Wewe uko wapi? Maana yake kwamba yeye anataka kwenda kutununua. Kwa hiyo wale wana Simba ambao walikuwa wanatuona sisi machawa na wanafu, majibu haya hapa. Si hatuzungumzi mengi. Sasa leo hapa tunapalia mkaa tu biliani. Ili hivyo watu wale. Si tulionekana wanafiki, lakini kuna baadhi ya watu ambao walikuwa wanachadadia sisi tukamata. Wanacheza na ngoma kabisa za Kizaramo. Wengine wanacheza ngoma za Kimakonde. Wengine wanacheza ngoma za Kibugu. Tukamatwe tu. Wewe mnamwambia tajiri, wahuni hao. Haya jana kati ya sisi na yeye tajiri ambaye ka comment kwenye page ya klabu kushangaa lile ambalo limetokea jana, anauliza transmission pale. Pale atakuwa aulize yeye tuulize sisi. Lakini Nandi mwenye tunapomzungumzia tajiri lakini na yeye ni mwanachama wa klabu ya Simba, maana pale ameuliza kama mwanachama. Bwana yeye ni mwanachama wa klabu ya Simba lakini kwa nadhifa yake aliyokuwa nayo hana mamlaka ya kutoka kuuliza pale. Kwani wajumbe wa bodi wa klabu ya Simba wali comment pale? Kwa sababu sio yeye tu tajiri, wajumbe tu upande wa wanachama tuliowachagua sisi na upande wake pia ukimwacha mwenyekiti wao wa bodi Tatus Magoli ambaye kamchagua yeye yuko pale. Yeye wajumbe wake walikuja wali-comment pale. Au hakuna wajumbe upande wake? Si wapo? Mbona hawakutoka pale na kucomment? Kwa nini akacomment yeye tajiri? Maana yake tajiri anaona kile kinachoendelea ndani yeye akijui. Sawa? Kile inaonekana kwamba walikubaliana wao tu kwenda kuingia hiyo mikataba kutoa kadi za wanachama. Kwa hiyo hata mwenyekiti wake wa bodi jana akamkataa. Lakini ukiona hivyo basi ujue lisemwalo lipo na kama halipo linakuja. Huenda kama Simba sasa viongozi imeshaanza kuwaparia juu ya hewa, nikiwa na maana ya kwamba kama mwekezaji alikuwa okoti simu, dhahiri waliamua kutafuta mienyo mingine mipenyo kwa ajili ya kutafuta namna ili aweze kuiendesha Simba. Baada ya kuona mchakato unafanyika, tajiri akaamua kuja rasmi na kuja kuambia transformation imefikia wapi. Ni kweli tajiri atoi pesa kwenye hili? Natoka atoke aseme, kwa sababu hiyo ya kutoa pesa alitoka, nadhani alisema. Wakati wale wazee walivyoitishaga press, baada ya press zetu zile mbili zilizotikisa, nadhani unakumbuka. Tajiri alikuja wakaitisha press wazee kama 5 6 7, wengine wakaenda pale wakawa nalala. Wakaitisha press wakasema tajiri hatoi hela. Kama unakumbuka, tajiri ananunua wachezaji wa mafungu. Tajiri ile imemuuma. Akaja akajifungia chumbani tajiri, akazungumza. Toka nimeingia Simba mpaka sasa nimetumia bilioni 87. Tuko wote jamani hapa. Ile press mlikuwepo na nyinyi. Ile sikajifungia chumbani. Katoa kile anachokiona yeye kwenye moyo wake kiko sahihi. Alipatikana sehemu ya kuuliza maswali kama nyinyi mnavyoniuliza mimi. Yesu mnaniuliza maswali na nawajibu. Tajiri alitoa nafasi ya kuuliza maswali. Aliweka simu yake pale kaitegesha, akawa anazungumza anachokiona yeye kinafaa. Sawa? Tusikizungumza, baada hapo asubuhi tukaona kwenye page ya klabu imepostiwa kwamba tajiri katumia bilioni 87. Na ile bilioni 20 ni sehemu ya pesa ambayo imetumika kwenye pesa aloitoa. Sasa mimi nimejiuliza swali dogo. Sisi tuko tunasubiri taarifa yake anaongea nini?
anaenda kujibu nini? Anaenda kuzungumza pesa aliyotumia. Kwa nini usizungumze na pesa iliyoingiza Simba katika miaka hiyo? Sio maana hiyo issue ilivyokaa hiyo. Kataja kweli pesa aliyotoa yeye, lakini Simba haingizi pesa kupitia miradi yake. Simba na sponsor, Simba na get collection. Sawa, haingizi pesa. Kwa nini asitaje na pesa iliyoingia Simba? Kwa sababu yeye ndo alikuwa mwenyekiti wa bodi kabla ya kuachia vijiti try again, na sasa hizi kumwachia kijiti magoli, itakuwa azungumze na pesa iliyozalishwa Simba. Na jana wamemuuza Kibu. Subiri kwa Kibu nakuja huko. Azungumze na pesa iliyozalisha Simba. Simba wamezalisha kiasi gani kwa muda huo? Wao wameweka bilioni 87. Na Simba nao wamezalisha kiasi gani? Ili tuone kwamba jiwe na manyoya kipi kizito. Sio, umenielewa? Kuna kilo ya manyoya lakini kuna kilo ya jiwe. Tuone lile jiwe ndio zito kuliko manyoya au manyoya ni mazito kuliko jiwe. Sababu yote ni kilo. Sana atoe pale ufafanuzi watu tujue, lakini pia atakuwa aseme na kile alichokipata Simba. Huwezi kuniambia nimenunua bidhaa milioni 50. Alafu siwezi kusema kwamba nilipata kiasi gani. Wewe utakuwa muongo. Lazima useme kwenye milioni 50 nilipata faida 10,000 au nilipata hasara ya milioni 5, imerudi milioni 5. Ina maana hata hela nilonunulia haikurudi. Hivyo alitakiwa aviseme kwenye ile siku. Yeye kasema tu pesa aliyoitoa. Ukiona mtu anasema kile alichokitoa, azungumzie alichokipata. Huyo manake kuna kitu ndani anakitengeneza. Ila kwa wanasimba wengi wamefungwa vitambaa vyeusi, sisi ndio tumewafungua vile vitambaa kwenye ile press yetu. Sawa eh? Ukitaka kujua adui yako choma kichaka. Ukichoma kichaka hata kinyonga, unamjua kinyonga mzee wa Minyato. Akaenda kwenye mti anabadilika, akaenda kwenye majani anabadilika, lakini choma kichaka kinyonga. Atatoka nduki kuliko hata daladala. Tujadili sasa, pesa za Kibu zimeenda wapi? Zimeenda kwa uongozi au zimeenda kwa mwekezaji Mohamed Dewji? Hilo mimi sitaki kujua. Kama jana akacomment kwenye page yetu ya klabu kuuliza transmission, hata kuhusu swala la Kibu pia anaweza akacomment pia. Kwa hiyo wewe subiri na kuona. Sawa eh? Sababu mbio za sakafuni siku zote huishia ukingoni. Sawa eh? Na usokubali kushindwa sio mshindani. Majibu ndo haya. Wale walikuwa wanamtetea, wanaonesha viatu vyao, wanaonesha kapelo zao zina gharama, wanaambia watu wanunui chapati, wanunui mikate. Sasa tunawataka leo watoke sasa. Watuambie kwamba wao wananunua nini Simba? Tajiri ndio huyo tuliomwataki sisi. Tumeonekana sisi maadui na wao wakamtetea kaonekana kwamba huyo hana shida. Sawa? Sasa watoke sasa watuambie. Je, kuja kukomenti kwenye peji ya klabu ni sahihi? Tajiri wa Simba mwenye thamani kubwa barani Afrika kwenda kucomment kwenye peji ya klabu ni sahihi? Watoke sasa watuambie. Sio kuja kutuataki sisi atununue hata kiroba, atununue hata sukari. Sisi tuko sawa atununue sukari, lakini mimi ni mwana Simba. Bwana Mnandi, neno la mwisho pia kwa wana Simba na Watanzania kwa jumla. Neno la mwisho, tuendelee kuiombea timu yetu. Simba itabaki kuwa Simba, haiwezi kuwa paka. Tuendelee kuiombea timu yetu, leo iko uwanjani ipate matokeo mazuri pale KMC Complex. Hilo ndio jambo kubwa. Tumeshatoka kwenye Champions League, tumerudi nyumbani. Mechi ya mwisho ya Champions League ambayo tutapiga nadhani Jumamosi, tutakuwa tunakamilisha ratiba kufunga maturubai yetu kwa ajili ya msimu ujao. Tusifunge kinyonge, tupate matokeo at least tufikishe alama 5 ambaye kuna wenzetu walikuwa wanazitambia hizo alama 5. Sasa hizi wanazo lakini wana magoli mawili ya kuscore. Sisi ambaye tuna alama 2 lakini tuna goli 4 za kuscore ziko kwenye kamba, wao wana goli 2 za kuscore mpaka sasa hivi. Kwa hiyo binafsi utofauti wetu ni wao kuwa na pointi nyingi, hicho tu. Sisi tuna pointi chache lakini sisi tuna magoli mengi ya kufunga kuliko wao. Alikamwe anauliza ameondoka Kibu Denis, nani atamfunga Yanga? Kwa kumalizia, kwani Kibu Denis peke yake ndio kumfunga Yanga? Yanga atamfunga hata paka. Sasa tukimweka paka pale atamfunga Yanga. Kwa hiyo majibu ni rahisi, ni swala la Yanga kufungwa sio shida. Hata paka kikao uwanjani kwenye namba 9 atamfunga Yanga. Ali ndo kaposti anauliza anaondoka Kibu Denis, nani wa kumfunga Yanga? Na yeye tunamuuliza kule alikojifungia chumbani na zile nini? Na zile nini? Calculator. Anapiga hesabu gani za magazi juto? Maana anatoka jasho kule kweli, si kajifungia jikoni kwa kupikia, sijui wapi. Alipiga hesabu mwaka jana, calculator kibao kaenda nayo Mauritania. Sasa nyumbani karudi anataka goli moja tu. Calculator zote zimeondoka baharini. Goli moja tu kalikosa hapo. Lakini kwenye mechi atakuwa apate goli hizi. Salasa 3. Apate goli 3. Ndio afuzu. Na huko akimwombea mabaya yule apoteze. Asipate hata yeye anauliza nani anamfunga Kibu. Wakati unauliza tarehe 1 mwezi wa 3 bado tuko kwenye mashindano ya klabu bingwa hatujatoka. Sisi hapa tayari tushatoka, tushaumaliza mwendo. Tunakamilisha ratiba. Yeye bado ana nafasi, ana mechi ya finali nyumbani. Anatakiwa ashinde goli 3 na yule kule afungwe ili yeye afuzu. Si ndio taarifa ziko hivyo? Saizi kajifungia chumbani, anapiga hesabu ya tarehe 1 mwezi wa 3. Kwa hiyo na yeye kakubali kashaumaliza mwendo. Ajijuibu kama kakubali na yeye kashaumaliza mwendo, akubali. Sababu sisi tumemwambia ataoga, atavaa vizuri, atakula biriani lakini mjini haendi. Na majibu ndio hayo. Sio kwenda mjini, atabaki pale pale nyuma Amani Zanzibar. Haya poa. Asante sana.